vita vikubwa na hatari ni pale ambapo mwanadamu unapambana na ibilisi na shetani. Biblia inasema wazi katika Warumi sura ile ya 8 na mstari ule wa 31, Warumi 8:31, basi tuseme nini juu ya hayo? Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na mstari ule wa 37 inasema, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Unapopambana na shetani na Mungu akiwa upande wako, shetani hawezi kukushinda. Vita hivyo vinakuwa vyepesi na una uhakika wa ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Vita hatari na vita ambavyo huwezi kuvishinda hata siku moja ni vita vile vya Getsemane. Ni vita kati ya mapenzi yako dhidi ya mapenzi ya Mungu. Yaani unapotamani kwamba mapenzi yako ndiyo yatimizwe na si mapenzi ya Mungu kwako, vita hivyo huwezi kuvishinda, kwa sababu Mungu hawezi kukutia nguvu zake kwa njia ya Roho wake Mtakatifu ili uweze kumpinga yeye. Vita hivi vya Getsemani ndio tunaviona Yesu Kristo akihusika navyo pale katika bustani ile ya Getsemani alipokuwa akiomba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Mapenzi yake yalikuwa kikombe kile kimwepuke, lakini akasema mapenzi yako yatimizwe. Ushindi wake ilikuwa ni kuyaacha mapenzi yake yafe na mapenzi ya Mungu yatimizwe. Sasa moyo wa shukrani ni hali inayoashiria kutoka ndani yako kwamba unayakubali mapenzi ya Mungu maishani mwako na sio mapenzi yako. Swali: je, tuna maisha ya shukrani? Tunapaswa kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa sababu tuna hakikisho la uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima. Kwa kuwa mwana hakuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Yohana 3 mstari wa 16 na 17. Yohana 3:16 na 17. Tunapaswa kumwambia Mungu asante kwa sababu tunajua ametuandalia uzima wa milele pamoja na Kristo Yesu. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni Baba aliyetuchagua. Yeye ni Baba aliye tofauti na mababa wengine wote. Bwana Yesu atusaidie sana. Mababa wengine, mababa wa kibiolojia, inafika sehemu wanaweza wakasema, mwanangu, nimekuchoka. Lakini yuko Jehova asiyetuchoka, haijalishi ni mazingira na hali gani tunayoishi. Upendo wake hauna kikomo. Uwezo wake hauna mipaka. Huyu ni Baba anayetuwazia yaliyo mema siku zote. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, si mawazo ya mabaya, bali ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anatuwazia mafanikio, anatuwazia shalom, amani. Ni Baba asiyetuchoka katika maisha yetu. Ni Baba mwenye kutupa neema yake.
ni mwenye kutustahilisha hata pale tusipostahili. Tunapaswa kurudi mbele za Mungu na kumshukuru. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Ndio maana mtunzi wa Zaburi anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa mwema na fadhili zake ni za milele. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni Alfa, yeye ni Omega, yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho. Ni yeye yule aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, Mwenyezi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hakuna aliyemweka kwenye kiti cha enzi, na kwa sababu hajawekwa kwenye kiti cha enzi, hakuna awezaye kumuondoa kwenye kiti cha enzi. Anamiliki milele yote. Je, una moyo wa shukrani? Au unaangalia vile ambavyo hauna na kunung'unika badala ya kuangalia vile ulivyo navyo na kumwambia Mungu asante? Shukrani hupaswa kuwa mfumo wa maisha ya kila siku. Unapoamka asubuhi unamshukuru Mungu. Mara nyingi maombi yetu hayaonyeshi shukrani, yanaonyesha ubinafsi. Maana ukiamka badala ya kumwambia Mungu ninakushukuru, Mungu asante, unachoanza tu ni kujifunika na damu ya Yesu, kukemea majini na mapepo yote. Unajua shida ya Wakristo, shida ya walokole, tunakemea sana. Yaani maombi, 90% ya maombi ni ya kukemea tu. Mwisho utajikemea mwenyewe, utakemea maadui, utakemea ndugu, utamkemea hata na Mungu mwenyewe. Jambo la kwanza ni kumwambia Mungu asante kwa siku nyingine ulionikirimia. Je, unamshukuru Mungu? Unamshukuru Mungu kwa kile kidogo ulicho nacho? Usiudharau mwanzo. Tunapaswa kuwa na moyo wa shukrani. Unamshukuru Mungu kwa uzao ulionao. Unamshukuru Mungu kwa ndoa ulionayo. Unamshukuru Mungu kwa viungo ulivyo navyo. Moyo wa shukrani. Wanadamu wengi wamekosa moyo wa shukrani kwa Mungu na kutawaliwa na hali ya ubinafsi. Hebu twende na kuangalia faida na nguvu za shukrani. Faida na nguvu za shukrani. Moja, shukrani inazuia laana ya baraka. Come again Bishop. Sawa, nakuja tena. Shukrani inazuia laana ya baraka. Mtu atusomee Malaki sura ile ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Kitabu cha Malaki sura ile ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Malaki sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Shukrani inazuia laana ya baraka. Nitasoma katika Genesis. Amen. Enyi makuhani, amri hii yahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kutia moyoni mwenu ili kuuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeni laana, nami nitazilaani baraka zenu, nam nimekwisha kuzilaani kwa sababu
hamyatii haya moyoni. Anasema nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani baraka zenu kwa sababu ya kukosa shukrani kwa Mungu. Mungu anazungumza na makuhani. Unakaa unasema mimi sio kuhani. No. Biblia inasema sisi ni uzao wa nini? Wa kikuhani, ufalme wa kikuhani. Kila aliyeokoka ni kuhani mbele za nani? Za Mungu. Nini maana ya laana ya baraka? Iwapo huna moyo wa kumshukuru Mungu unapopokea baraka kutoka kwake, baraka hiyo inageuka na kuwa laana. Come again. Njoo tena, sawa. Hivi hujawahi kuona mtu anaomba baraka ya kuingia kwenye ndoa na Mungu anambariki kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Na kwa sababu ya kukosa moyo wa shukrani juu ya ndoa alionayo, basi ile ndoa inageuka kuwa tanzi. Anaachana tena na nani? Na Mungu. Hujawahi kuona mtu anaomba baraka ya uchumi alafu Mungu anambariki kiuchumi, na kwa sababu ya kukosa moyo wa shukrani kila itwapo leo kwamba huu uchumi nilionao ni Mungu ndiye aliyenikirimia, aliyenijalia, na kwa sababu ya kukosa moyo wa shukrani ule uchumi mzuri alionao unageuka kuwa laana. Yaani anaanza kuitumia fedha na mali alizonazo nje ya mapenzi ya Mungu. Laana ya baraka ni pale ambapo baada ya mtu kubarikiwa anakosa moyo wa shukrani na zile baraka zinampeleka kubaya badala ya kumsogeza karibu na nani? Na Mungu. Na Mungu. Unasema Bishop, unazungumza nini? Ni hili ninalozungumza. Tafakari kabla hujabarikiwa, kufunga kwako, kuomba kwako. Alafu ukishapokea baraka, pima sasa. Fanya spiritual postmortem, uchunguzi yakinifu wa kiroho. Ukiroho wako uko wapi? Kufunga kwako kumepotelea wapi? Kuomba kwako kumepotelea wapi? Utumishi wako umepotelea wapi? Kwa mwezi ulikuwa ukosi kufunga mara 3. Ulikuwa ukosi kufunga mara 7. Kwa sababu gani? Unalilia Mungu akufungulie milango ya nini? Ya baraka. Kisha kubariki hakuna tena kufunga, hakuna tena kuomba. Baraka ile inageuka kuwa nini? Laana. Ngoja nikupe siri hii. Mungu akiona unakuwa karibu na yeye kwa sababu ya shida na changamoto mbalimbali. Yaani shida na changamoto zinakusogeza kuwa karibu na nani? Na Mungu. Na akaona kwamba shida na changamoto zikiondoka unakuwa mbali na yeye, Mungu anaruhusu changamoto zitawale maisha yako ili uendelee kuwa karibu na yeye, kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anaona kabisa kwamba huyu nisiporuhusu changamoto maishani mwake, huyu anakuwa mbali na mimi. Sasa ili mimi Mungu niwe karibu na yeye, acha asote. Sasa kwa nini uwe karibu na Mungu kwa sababu ya changamoto? Kwa nini usiwe karibu na Mungu kwa sababu ya mapenzi yako ya moyo wa shukrani kwamba yeye ni baba yako na yeye ni Mungu wako? Usikubali baraka zikalaaniwa na kuwa laana katika maisha yako. Amen. Na hilo unaweza kulifanya kwa kuwa na moyo wa shukrani kwamba kila nilicho nacho ni Mungu kwa 100%. Si nguvu zangu wala si uwezo wangu, ni Mungu.
Amen. Fedha, ukishika fedha zako mwambie Mungu asante, kwa sababu fedha hizi ni wewe ndio umenipa. Kabisa. Mungu asante kwa sababu wewe watoto ndio ulionipa. Yes. Wewe ndio chanzo cha kila jema katika maisha yangu. Uwe na moyo wa kumshukuru Mungu kila itwapo leo. Unajua, unaweza ukayaona maisha yako na ukayakinai ukaona hayafai, lakini kuna mtu pembeni anayatamani hayo maisha yako, anaona ni mazuri. Nguvu ya pili au faida ya pili ya shukrani, moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani unazuia hekima yako isitiwe upumbavu. Moyo wa shukrani huzuia hekima yako isitiwe nini? Upumbavu. Warumi sura ya kwanza mstari wa 21 na 22 tusomee. Warumi sura ya kwanza mstari wa 21 na 22. Moyo wa shukrani huzuia hekima isitiwe upumbavu. Warumi moja mstari wa 21 na 22. Ndasoma kwa jina la Bwana. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mstari wa 22. Wakijinenea kuwa wenye hekima walipumbazika. Yes. Walikosa kumshukuru Mungu, hekima walionayo ikatiwa nini? Upumbavu. Hivi hujawahi kuona mtu anajiona na wajamii kweli ilimuona mwenye hekima, alafu anafanya mambo ya kipumbavu kabisa? Hata mnashangaa, huyu kapatwa na nini? Mbona mambo yake anayofanya ni kama mpumbavu? Ni kwa sababu ya kukosa moyo wa nini? Wa shukrani. Hekima yake inatiwa upumbavu na Mungu. Mtu aliyetegemewa kuwa mshauri, mtu aliyetegemewa kuwa kielelezo ndani ya jamii, anakwenda anafanya mambo ya kipumbavu kabisa. Kwa nini? Ni kwa sababu mtu huyo amekosa moyo wa shukrani. Jesus, Lord, oh my God. Amen. Tatu, nguvu ya tatu, faida ya tatu ya moyo wa shukrani, hupelekea Mungu kutuzidisha na kutuondolea unyonge. Shukrani husababisha Mungu kutuzidisha na kutuondolea unyonge. Yeremia sura ya 30 na mstari wa 19. Yeremia 30 na 19. Yeremia sura ya 30 mstari wa 19. Unapokuwa na maisha ya moyo wa shukrani kwa Mungu, Mungu anakuzidisha katika mema. Mungu anakuondolea unyonge. Yeremia 30 mstari wa 19. Mstari wa 19. Asema tena kwao itasikiwa shukrani, na sauti yao wachangamkao. Nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache, tena nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge. Mungu anasema ikisikika sauti ya shukrani kwako, atakuzidisha na atauondoa nini? Unyonge ulionao. Mara nyingi watu wanatembea na unyonge maishani, ni kwa sababu hawajui siri ya moyo wa shukrani. Anayemshukuru Mungu, Mungu humzidisha katika kila eneo, na Mungu humuondolea unyonge. Siri sio maombi, Bwana niondolee unyonge, Bwana niondolee. No. Siri ni moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani, Baba. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Je, unamshukuru Mungu? Mshukuru Mungu akuzidishe na kukuondolea unyonge. Mshukuru Mungu ili
alinde hekima yako isitiwe upumbavu. Mshukuru Mungu ili baraka yako isitiwe laana. Tunamshukuru Mungu kwa njia gani? Moja, kwa maombi ya shukrani. Prayers of thanksgiving, maombi ya kumshukuru Mungu. Mara nyingi tumegubikwa na maombi ya mahitaji. Bwana, ninahitaji ulinzi wako. Bwana, ninahitaji unifungulie milango. Bwana, ninahitaji unifanyie hivyo. Sawa, kila mtu anahitaji maombi hayo. Lakini je, huwa una maombi ya kumshukuru Mungu? Je, unaamua kabisa, leo ninaingia kwenye swaumu, leo ninaamua kufunga na kuomba kwa ajili tu ya kumshukuru Mungu? Ukifunga tu, Mungu anajua tayari jamaa anapiga hodi hapa, kuna hitaji analolihitaji. Lakini unakwenda mbele za Mungu na kumwambia, Bwana, itakase saumu yangu. Bwana, itakabali saumu yangu. Mungu, ninaingia kufunga ili kukushukuru tu kwa yale ambayo unayatenda katika maisha yangu. Mshukuru Mungu hata in advance. Mshukuru Mungu hata kwa yale ambayo bado hajayafanya. Martha na Mariamu, dada zake Lazaro, amekufa, amezikwa, yuko kaburini siku 4. Yesu anakwenda. Martha na Mariamu walikuwa na unyonge, wakamwambia, Bwana, ungekuwapo rafiki yako Lazaro asingekufa. Akawaambia, mimi ndimi ufufuo na uzima, aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa akiishi. Akasema, mmemweka wapi Lazaro? Akampeleka kaburini. Alipofika kaburini, akawaambia, ondoeni jiwe. Akawaambia, ameoza, ananuka. Akawaambia, ondoeni jiwe. Yesu hakukemea. Yesu hakuomba chochote zaidi ya kuinua macho yake juu na kuambia, Baba, ninakushukuru. Shukrani ile iliondoa unyonge wa Martha na Mariamu wa kufiwa. Lazaro akafufuka. Yesu analetewa samaki wachache na mikate michache, zaidi ya watu 5,000. Yesu anainua samaki wale na mikate ile, anamshukuru Mungu. Uchache ule ukaondolewa, samaki na mikate ikazidishwa kwa sababu ya nguvu ya shukrani. Chukua fedha ulizonazo, haijalishi una shilingi ngapi, mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu hizi ulizonipa ni mbegu. Mbegu huwa haziwi nyingi, mavuno ndio yanakuwa mengi. Kama unakosa kumshukuru Mungu kwa mbegu ulizopewa, huwezi kumshukuru Mungu kwa mavuno utakayoyapata. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata kama wamekwambia, na hata kama unajua tumbo lako limefungwa la uzazi, hata kama huna kizazi, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu umeniumba mwanamke. Na kwa sababu umeniumba na mwanamke, umesema ya kwamba katika nyumba ya aliye tasa wa sauti za watoto zitasikika. Amen. Ya parabus. Amen. Nilikuwa Mbeya. Nilipofika kule, mama mmoja akaja ananililia, akasema, baba, mume wangu ameamua kuchukua mwanamke mwingine kwa sababu nimeondolewa kizazi. Anasema ningepata mtoto, ananipenda, lakini yeye anatafuta mtoto. Nikamwambia, wana ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Zaburi ya 127 na mstari ule wa 3.
Na Zaburi ya 128 mstari wa 3 nayo inasema, wana wako watakuwa kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Zaburi 127 mstari wa 3 na Zaburi 128 mstari wa 3. Nikamwambia, nitaomba kwa ajili ya uzao, nitaomba ili upate mtoto. Nadhani akafikiri kwamba sijamuelewa vizuri, akaniambia, baba, nimeondolewa kizazi. Nikamwambia, unahitaji watoto wangapi? Nataka niombe kwa ajili ya watoto. Akaona huyu mzee hajanisikia au nini, akasema, baba, wameniondoa, sina kizazi kabisa. Nikamwambia, aliyeweka kizazi ni nani? Ni Mungu. Tamwambia, napozungumza ana mtoto mmoja. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Luka 1:37 linasema, kwa maana hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Lakini neno pia linasema hakuna lisilowezekana kwake aaminie. Na mimi huwa sihitaji imani ya yeye nayemwombea kwa sababu neno linasema hakuna lisilowezekana kwake aaminie. Mimi namwambia Mungu, itizame imani yangu mimi. Huyu hata kama aamini, fanya kwa wingi wa fadhili zako tu. Bwana Yesu tusaidie sana. Wiki iliyopita kanisani wakamleta mama mmoja, amekaa tu, ametulia. Sasa utulivu ule wakati mwingine unaweza ukapelekea ukasema, mama huyo mnyenyekevu sana. Kumbe mama hamnazo kichwani, network haipo, haisomi. Nikasogea, Bwana akaniambia, mwambie Mungu amekuponya. Nikamwambia, mama, Mungu amekuponya. Ananitizama. Nikamwambia, mama, nyanyuka, Mungu amekuponya. Mtoto wake akaja ananinong'oneza, labda nadhani kwamba huyu baba ataingia aibu. Akasema, huyu hana akili kichwani. Nikamwambia, sikutaka mashauri yako, mimi nasema kile ambacho ndani ya dakika 2 mama yule akili zote zimerudi, yuko sawa sawa na akajazwa Roho Mtakatifu. Hakuna linalomshinda Mungu. Mungu tunayemwabudu, Mungu wa madhabahu hii, ni Mungu halisi, sio Mungu wa nadharia, ni Mungu atendaye. Mshukuru Mungu kwa maombi yako. Eneo la pili la kumshukuru, njia ya pili ya kumshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako, kwa maana ya masifu na maabudu. Imba nyimbo za kumshukuru Mungu, imba nyimbo za kumsifu Mungu, imba nyimbo za kuonyesha kwamba Mungu ni wa pekee, hakuna kama yeye. Sema sifa za Mungu, nenda mbele zake, mwambie, wewe ni Jehova El Shaddai, Bwana usiyeshindwa wala kupungukiwa. Wewe ni Jehova Nisi, Bwana bendera ya ushindi wangu. Wewe ni Jehova Shalom, wewe ni Bwana wa amani. Wewe ni Jehova Shama, Bwana uko mahala hapa. Wewe ni Jehova Mekadeshkun, ni Bwana unayetakasa. Wewe ni Jehova Rafa, Bwana uponyaye. Ninakushukuru Mungu, wewe ni Jehova Raha, Bwana mchungaji wangu. Ninakushukuru Mungu maana wewe niko ambaye niko. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni Alfa na Omega. Ninakushukuru Mungu, wewe ni Elohai Mishpat, wewe ni Bwana hakimu wa haki. Nenda Mungu asikie maneno yatokayo kinywani mwako ukimshukuru yeye.
Huwezi kusema kwamba mtu amekupa kitu alafu umenyamaza, ukaulizwa mbona ushukuru, ukasema nashukuru moyoni, kimoyomoyo, nashukuru kimoyomoyo. Utaonekana mwenda wazimu tu wa kawaida. Ni lazima useme asikie, sio ahisi, asikie. Huwezi kusema labda anahisi kweli ninamshukuru na mimi nasema kimoyomoyo. No. Tamka shukrani mbele za Mungu. Kwa nini tunawachapa watoto? Unakwenda unampa kitu au anapewa kitu, alafu ashukuru, unamwambia we sema asante, na unamtandika kweli. Sasa je, na Mungu sisi atutandike kwa sababu hatusemi asante? Wakati mwingine tunatandikwa na Mungu kwa sababu ya kuto kushukuru kwa kile anachotufanyia. Bwana Yesu atusaidie sana. Moyo wa shukrani. Tatu, hapa sasa ndo naharibu, na watoto wa mjini wanasema nakichafua. Mshukuru Mungu kwa matoleo yako, kwa sadaka. Unajua Biblia inasema mahala pengine, hazina yako ilipo na moyo wako ndipo. Ukiona unathamini fedha kuliko Mungu, maana yake fedha ndio Mungu wako. Yaani badala ya kumthamini mpaji, unathamini ulichopewa. Bwana Yesu tusaidie sana. Nenda mbele za Mungu na sadaka ulionayo, itoe, mwambie hii ni sadaka ya shukrani Mungu wangu kwako, kwa kuwa wewe ni Mungu maishani mwangu. Sasa hapa mara nyingi wengi huwa wanasema mimi sina bwana, sina na bibi sina, wanakuwa wengi ikifika kwenye swala la matoleo. Lakini subiri sasa aambiwe kuna harusi, lakini aambiwe kuna shughuli, na siku hizi wanapanga kabisa double kiasi fulani, 80,000 double single, na mtu atafaiti kwa kila hali, atapambana apate ile, na wala alalamiki. Huyo aliyesema sina. Yaani shetani ni muuni kama wauni wengine wa kawaida tu. Huwa ninawaambia watu, hebu tafakari, kwa nini inapofika kwenda kutoa sadaka kwa Mungu kuna visingizio na kuna neno kwamba sina? Wewe unayesema huna cha kumtolea Mungu, upate taarifa ya msiba kwenu, utapata nauli na utapata hela ya kwenda kutoa pole sijui nini, utapata tu. Sasa ni nguvu gani? Yaani maana yake unathamini na kuheshimu maiti kuliko kumheshimu Mungu kabisa. Kama gani? Okay, nakuja tena. Unaheshimu maiti kuliko kumheshimu Mungu aliye hai, atoae uzima. Unasema hawatanielewa, yaani nisipokwenda kuzika hawanielewi kabisa. Wala usemi nisipotoa kwa Mungu, Mungu hatanielewa. Hilo ubabaiki, ila unababaika tu. Wale wanaokufa, maiti tarajiwa, wafu watarajiwa, kwamba hawatakuelewa. Huna masumbufu moyoni kwamba Mungu hatakuelewa kwa wewe kuto kumtolea. Unapata wapi nguvu za unajitoa muhanga kuingia kwenye mtego wa kausha damu
kwa ajili ya mambo yako, lakini sio Mungu. Lini umekwenda kwenye kausha damu ili upate hela ya kwenda kumtolea Mungu sadaka? Ni kukosa moyo wa nini? Wa shukrani. Mimi mtu akija akasema baba, unajua sina sadaka, namuuliza okay, una magauni mangapi? Una viatu pea ngapi? Una kanga ngapi? Baba, nina magauni yanafika 15. Okay. Kwa nini usiuze? Kwa nini usiuze ukapata sadaka? Ngoja nikusaidie. Unakuja kanisani Jumapili, una Jumatatu, una Jumanne, una Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Siku ngapi? 6. Siku zote 6 unakunywa chai, siku zote 6 unakula mchana, siku zote 6 unakula usiku. Lini umejinyima ukasema mimi siku 3 hizi sinywi chai? Lini umejinyima? Sio watoto wako au mwenzi wako, umejinyima wewe ukasema mimi hizi siku 4 sili mchana, naweka hela ili nikamtolee Mungu sadaka. Unasema sasa itakuwaje? Ngojea mwanaume wako akwambie kwamba ninataka usiwe na tumbo, ninataka kimobiteli, uone utakapoingia kwenye diet bila kula kwa ajili yake, lakini sio kwa ajili ya Mungu. Mtumishi wa Mungu, ukizungumza hivi watu wote unageuka kuwa baba mkwe wao, wote wanaangalia chini namna hii. Naomba nikwambie, hakuna vita kubwa kama vita ya utoaji. Shetani anajua ukimshinda kwenye utoaji hana chake. Anajua milango ya uchumi inafunguka kwa kutoa. Ndio maana mahala pengine kwenye Biblia inasema heri kutoa kuliko kupokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Mshukuru Mungu kwa maombi. Mshukuru Mungu kwa masifu na maabudu ya kinywa chako. Mshukuru Mungu kwa matoleo yako. Umejipanga kiasi gani, kwa kiwango gani, kwamba hii ni sadaka yangu ya shukrani ya kumaliza mwaka 2025? Ninasikia moyoni mwangu na niseme hivi, asema Bwana, kabla watu hawajaingia mwaka 2026 watoe sadaka ya shukrani kwa 2025. Andaa sadaka yako ambayo inauumiza moyo wako. Yaani unakuja kutoa hapo huku unalia yaani ndo naitoa hii ndio sadaka inayompendeza Mungu. Andaa sadaka maalumu ya kumshukuru Mungu. Unajua mara nyingi tunakwenda na kuombea mwaka mpya, si ndio Okay, unaombea mwaka 2026. Ulishukuru kwa 2025? Mshukuru Mungu kabla hujavuka, na mshukuru Mungu pale unapoingia 2026 kwa sadaka yako nzito, sadaka ya damu, sadaka inayoumiza moyo wako, kwa kumshukuru Mungu. Lord, oh my God, sadaka inatolewa wapi? Kwenye madhabahu inayokutetea, madhabahu
inayokupigania. Hii ndiyo madhabahu ya kwako, ndiyo madhabahu ya kwenu.